The Wax Tiki Taka na Shatta Boy na Cutie. Mama tena sana. Show the Wax Tiki Taka Radio Citizen Radio #1. The official youth voice Shatta Boy. Alongside Cutie the girl child representative. DJ Rush Pandit XM tukiwapeleka na Rieng ya Ukondi Wednesday. Yeah man. Cute and Cutie. Kabisa. Amekuwa inspired hapa kuwe pastor. Yo. Unachoma. But iko Rieng. More life. Inspiration maze tuko na Keibo from K-Town Safaris maze. Nataka sasa tupeleke na Rieng ya benefits za ku-entrepreneur. Yani nataka tuingie sasa into details maze. Yeah, tumesikia nini ili motivate. Sasa tuingie kwenye sasa hizo benefits za ku-entrepreneur. Before tuambie benefits, buda. Hiyo jina ikuwa challenge. Jina gani? Kevo. Kevo na Brayo inakuwa tashi. Kevo Brayo na Steve ama kuna nyingine moja ziko tatu. Na mimi please. Hiyo jina iko tu sawa. Sawa. Unajua uzuri hiyo jina hautaisikia mzee anaitwa Kevo. So sisi tunakaa my youngings kila siku yani. Ndio. Yeah. You refuse to get old. You refuse to get old. Hapo sawa kabisa. Niambie sasa. Yeah. Sasa umesema ulikuwa umechora wax, ukaondokea, ukaanza shughuli yako. Yeah. Ni benefits gani? Sasa hiyo ndo ku-entrepreneur, si ndio? Yes. Ni benefits gani za kuwa sasa wewe mwenyewe kujichora wax? Sawa. First of all, kukuwa entrepreneur ama kukuwa businessman ni kuangalia kale ka gap kenye kako kwa society. Unapata maybe kwa mtaa yako ama kwa area yako wasiwenda mbali sana kuchota maji. Lakini ukiwa na idea vile hiyo maji inaweza wasongea karibu, hiyo ni gap utakuwa umefeel. So hiyo ndio entrepreneurship, hiyo ndio biz. So mimi nilicheki hii ni kitu nimesomea, alafu tourism ni kitu imeekwa ikuwe ni kama wale tu wase wako na do mabigi ndio wanaweza travel. So nikaona hapo kuna gap cause kuna hama youngings nao pia wanataka kutravel. Na get mko pale na Mbogi mnatafuta form na mnashanga mtaenda wapi? Mnataka kwenda Masai Mara lakini mkisikia mabei mnasema manze hii hatuwezi. Unacheki? So mimi niliona hapo kuna gap. Wase wa young wako na passion, unacheki ma road trips wase ujipeleka, saa zingine mmejipeleka wote, hakuna mse yako soba, lakini what if kama kuna mse anaweza wapeleka, nyi mjibambe mjinice tu, alafu na muende safe, mrudi safe, kila kitu shughulikiwe. So hapo ndio niliona gap. So entrepreneurship ni kuangalia ile gap iko kwa society na kuifill. So hapo ndio ilianzia. So nikiwa employment siwezi sema employment ni mbaya cause sio kila mtu anaweza fit kwa entrepreneurship. Lakini pale ukiwa kwa employment you get one thing, you get skills that you can use kwa entrepreneurship. Yeah, nilikuwa na cheki zile works nilikuwa nafanyia mdosi, nilikuwa naona mbona nisijifanyie na nipate hiyo do. Nilikuwa najiuliza hivyo. But then at the end of the day nikaamua kwanza entrepreneurship na benefits ni kibao. Number 1, uko na freedom manze. Ukiamua kuamka saa 5, saa 6, hakuna mzee anakuuliza. Uko na freedom, hakuna hapo kwa kuamka manze. Kuna watu wengine wetu tunapenda usingizi manze, dose muhimu manze. So uko na ka freedom fulani, lakini pia lazima uwe disciplined. Hiyo freedom inakam na discipline. Lazima ujue zile vitu umepanga kuachieve at the end of the day lazima uziachieve. You get? So in that way ukiwa na freedom bado uko na discipline. Number 2 ya entrepreneurship ni uko na chance ya kuwa innovative. Unacheki mimi nilikam up na form ya kufanyia wasema bash. Ukiwa na birthday, ukikuja trip yetu, usijali kuhusu mambo na sherehe. Tutashughulikia keki, tutakuletea muziki, tutaform utakuwa na salsa usiku, ka bonfire hivi, nyama choma hivi, barbecue. Yani wewe utakuwa na stress ati sasa nitapangaje hii birthday, nitafanya nini? Kazi yako tu ni kukuja, kutulia, uko treated vizuri, yani utasema hiyo siku hautaisahau. Yeah, na nini yetu inakuanga ni we thrive in creating memories. So in a way that ukikuja trip yetu inakuwa memorable, ni kitu hautaisahau. Yeah, so hiyo ni another benefit. Uko na chance ya kuwa creative, una come up na road trips, unaita safari ya bongo, una come up na vitu zenye
watu hawazioni sana, you become creative. So ukiwa employment unaweza ambia mdosi si tufanye hii kitu, si tufanye salsa, mdosi atakwambia hiyo ni pesa mingi hatuwezi. But kawe ni your own boss, unaweza amua kujifanyia mwenyewe na hakuna msi atakuuliza. Unacheki? So hiyo ni another advantage. Advantage ya tatu ni do inaweza kuwa sio regular after the end of every month unapata hiyo salo. Inaweza kuwa siku moja umepata tao, siku ingine tao 5, siku ingine 120, siku ingine 40. Yani inakuja tu hivyo kibalance mpaka at the end of the day unaweza pata kusave, na pia uko na some surety of the future. Watu wako ukidedi unaweza waachia busy yako, lakini malume andiko huwezi achia mtu wako job yako. You get? Yeah. So hiyo ni another advantage. Employment pia iko na advantages zake, lakini security in this current situation hakuna security. Sorry to say this but juzi kuna news nilikuwa nasoma about wase walikuwa employed SportPesa. Manze iliisha tu all of a sudden. Hakuna mtu alikuwa na expect. So unapata kama ulikuwa umejipanga hapo na ka 2 bedroom, alafu uko na mtu umempeleka academy, inabidi unashusha level. Unabidi kama mtu alikuwa academy unamrudisha primary. Kama ulikuwa 2 bedroom unarudi 1 bedroom ama bed sitter, ndio adjust. Yeah man. Una get? True that. Yeah, so hiyo security haiko sana kwa employment. Though salon ni regular, lakini bado security haiko guaranteed. Yeah, but na busy yako ina depend na vile unacheza. Ukiwa na busy yako unaweza ni wewe unapanga vile unacheza. Ukicheza fiti utakula fiti. Usipocheza fiti pia utaumia. So ni wewe tu hapo ndio ujibalance, ucheze vile in a way that ucheze smart manzi. Yeah. So hiyo ni just a few. Kuna nyingi, kuna so many things in entrepreneurship. Uko na chance ya kugrow. Unajua ukiwa pale kwa employment manze, uko tu ile job unadoingi maybe from 5 to 6 kawe unaosha tu. Lakini kwa entrepreneurship unaweza sema mbona nisitry aka kitu kampya, ka idea kampya, nijaribu maybe kama nauzanga ma smoky, niongeze sausages, niongeze sijui mayai, niongeze nini. Unacheki? Uko na chance ya kugrow from one level to another. Hii mambo ya growth. Yes. Vile ulianza, Yeah. unasema ume experience growth pia wewe. Like kama ulianza unaweza enda area fulani. Yeah. Sasa hiyo unaweza enda countrywide. Yes. Ama umesema mpaka safari za Bongo nimesikia. Yes. Have you seen growth in what you're doing? Definitely. Yeah. Naweza sema nime experience growth in a major way. Tukianza nilikuwa na organize tu local trips around, napeleka wase Hell's Gate. By the way tukianza nilikuwa na watu 3 peke yake na nimepeleka trip. Trip ya kwanza wase walikuwa 3, the other 3 nikawalipia. Ndio tukue 6 tukae tuko wengi kiasi. Tuko na mboge manze. Mpiga picha alikuwa mimi. By the way kitu kingine sijasema kwa benefits za entrepreneurship. Yeah, man. You are able to be so many things. Yeah man. Kwa trips zangu manze. Yeah man. Mimi nakuanga DJ. Na kwa msee wa team building. Yeah man. Na kwa msee wa kuorganize QMC, like there are so many roles that I play. Yeah, na hizi zinafanya ni grow. So unapata from the first trip tukiwa watu 3 mpaka by the time tulikuwa tuna turn 1 year old, tulikuwa tunapeleka wase anniversary bash tukiwa wase so. Yes. Wase so. Hiyo ni group. Hiyo ni group kubwa sana. Mazi. So unaweza imagine hiyo growth ni big sana. True that. Na sisi tunafurahia, at least clients wetu wanafurahia. Yeah, that's why wanaweza kurefer wenzao. Unajua kitu poa, msee akisikia DJ Rush amecheza kaa yeye. Yeah, man. Atasema kuna DJ najua unaweza muita kwa show yako. Yeah, man. Atacheza vi smart sana. True that. So hiyo referral ilikuwa muhimu kwetu. So tumegrow from kuanzia kufanyia local trips. Sasa tunachapa East Africa. Yeah. Tuna plan kuvukia mwaka Zanzibar. Yeah, man. Tuna plan next year Easter tuende Rwanda na Uganda. Alafu tuchape safari za 18 days mpaka South Africa na overland tracks.
tuchape Dubai, tuchape Ethiopia, Seychelles, yani tutembea tu dunia nzima. True that. Yeah, but all in all lazima grow pole pole. As in growth haita happen once. Ni process. Utaorganize trip ya kwanza umeclose. Ya pili upate ka something, ya tatu hivyo mpaka inakuwa sasa hautakuwa na struggle vile ulikuwa na struggle ukianza. Na hiyo ndio inafanyanga watu wengi wana give up wakianza. Ukianza entrepreneurship ni hard. Yeah, cause unapata hiyo time unatumia do nyingi kuliko zile una get. Muofanya mimi nimeona ikiwa rien. Kitu tumesikia growth ni pole pole. Growth ni pole pole, usiwe na mbio, usigive up. Ukienda leo bado nini moja. Sasa utafuta bunia mbili. Passion ndio the most, yani mimi kitu nimegrab kwa hii story yote ya entrepreneurship, you need to have the passion ndio ikupatie kumotivate. Ukipata mamlima huko juu na ma challenges uko sawa. Watu kama kina Jared wanaenda kuchukua kamera ya simu, kesho anataka kuwa na drone. Hata bado jani kesho anataka drone already mazeji. Noma. The Wax Tiki Taka na Shatta Boy na Cutie.